Wakati hili picha linaanza, tunamwona bidada kuitwa Tamara akirudi home katika hali ya kulewa sana unaambiwa. Kisha houseboy wake anaitwa Roland akaanza kumpa msaada Tamara bana na kumpeleka mpaka chumbani kwake unaambiwa. Maana huyu dada ni ana pesa nyingi ile kinoma, ila anawachukia wanaume kupita maelezo unaambiwa. Roland akamvua Tamara viatu bwana, huku Tamara akileta hisia fulani hivi, maana ana siku nyingi sana bila kukutana na mwanaume unaambiwa. Huyu mpishi Roland akanoti jambo fulani hivi kwenye medula blongata yake unaambiwa. Twende sawa. Basi kesho yake ilipofika, bidada Tamara aliamka bwana, kisha akaletewa kahawa safi na Roland, maana Roland ndio mpishi Tamara anayemwamini tu naambiwa. Tamara akamuuliza Roland kwamba hivi ni kweli jana usiku alilewa sana kupita kiasi. Roland akaitikia na kusema ndio, kisha akaondoka na kusepa zake. Ila kwenye majira ya mchana sana, mamake Tamara akaja bwana, kisha akaanza kumletea Tamara moto kama wote unaambiwa. Maana huyu mama anachotaka ni Tamara aolewe na kumzalia wajukuu, wala sio ishi wengine unaambiwa. Ila Tamara yeye ndo kwanza anawachukia wanaume na kuwaona kama mbwa unaambiwa. Kisha kupigwa tukio na mchizi mmoja kuitwa Kelvin unaambiwa. Ikabidi bidada Tamara amridhishe mamake ile kibisibishi tu unaambiwa. Kisha Tamara akaondoka na kusepa zake job. Huku upande wa pili tunakutana na bidada mwingine wa kuitwa Chioma. Huyu Chioma ana mpenzi wake anaitwa Samuel bwana. Ila Chioma ni anampenda Samuel sana ile kinoma. Licha ya kwamba Samuel anamdunda Chioma kama ngoma, ila Chioma hakomi tu naambiwa, maana anadunda usiku kucha, ila asubuhi ikifika ashasahau kila kitu. Sijui hata huyo binti ni mkuria wa wapi unaambiwa. Lakini tukirudi huku kwa Tamara, tunamwona akiperuzi mtandaoni sana ile kinoma, maana Tamara akaambiwa kwamba kuna dokta anayeweza kumpandikizia mimba kwa spam za kununua bwana. Tamara akachukua mawasiliano na dokta bwana, kisha wakapeana appointment kwamba wakutane kesho mapema sana. Kesho ilipofika, Tamara akamtimbia dokta hospitalini kwake unaambiwa. Dokta akamweka wazi kila kitu. Tamara akaona hiyo sio kesi, maana gharama yenyewe kwake ni kiasi kidogo sana cha fedha hicho unaambiwa. Ikabidi Tamara amueleze shoga yake ambaye ni Chioma unaambiwa. Chioma akashangaa sana, maana kwa uzuri wa Tamara, Chioma aliamini kwamba lazima Tamara angetafuta mwanaume wa kumpa mimba na wala asifanye utaratibu wa kupandikiza mimba kwa spamu za kununua unaambiwa. Ila ndo hivyo bwana, Tamara kagoma kupanua mapaja yake ili wanaume wafaidi unaambiwa. Na huku nyuma pazia tunaambiwa kwamba huyu mpishi Roland anafahamiana na Kelvin bwana. Kelvin ambaye ndiye ex-boyfriend wa bidada Tamara unaambiwa. Basi huyu mtizi Kelvin ni anampeleka Roland mchaka ile mbaya, maana kunayo siri ya mauaji inayomhusu bwana kaka Roland, na shahidi pekee anayejua ukweli ni huyu Kelvin unaambiwa. Hivyo inabidi Roland atii na kunyenyekea maelezo yote anayopewa na Kelvin unaambiwa, kiasi kwamba siri zote za Tamara Roland anazivujisha kwa Kelvin ile kimya kimya unaambiwa. Na siku hiyo walikutana, kisha Roland akamweleza Kelvin kwamba Tamara ana mpango wa kupandikiza mimba kwa spamu za kununua unaambiwa. Akampatia mpaka jina la dokta anayehusika na huyu mchongo unaambiwa. Ikawa ni imeisha hiyo, maana huyu mchizi Kelvin ni muhuni na nusu unaambiwa. Kelvin akaseti dili, kisha akakutana na dokta wa Tamara bwana. Dokta akajaa kwenye 18 za huyu mjuba bwana, na alipoingia tu kwenye gari yake, Kelvin akampiga dokta dawa ya usingizi unaambiwa. Dokta akapelekwa mpaka geto kwa mhuni, kisha huyu muhuni akamchezesha dokta ududu mwingi unaambiwa. Alafu huyu mchizi akamrekodi dokta picha za mipinduko ya kutosha unaambiwa. Ile dokta anakuja kushtuka ni tayari ameshaliwa zamani sana unaambiwa, na sidiria ipo kule mtaa wa 7 imetupwa. Dokta akalia sana unaambiwa, ila akaambiwa kwamba wala huruma sio malezi unaambiwa. Kisha akaonyeshwa video zake za utupu, jinsi alivyokuwa anautumikia ududu mwingi unaambiwa. Ikabidi dokta awe mpole ili asikilize maelekezo kutoka kwa huyu bwana mkubwa unaambiwa. Mjuba akamwambia kwamba ninachotaka ni kitu kimoja tu, uchukue spam zangu hizi hapa kwenye chubu ukazipandikize kwa Tamara ili azae mtoto wangu, maana Tamara ni ex-girlfriend wangu na bado nampenda sana ile kinoma. Dokta akawa na usemi bana, maana akicheza huyu muuni atamharibia CV yake uraiani unaambiwa. Ikabidi dokta akubali bwana, ili video zake za uchi zisipelekwe mtandaoni na huyu mjuba unaambiwa. Na baada ya miezi kadhaa mbele, kweli Tamara akabeba mimba unaambiwa, kwa njia ile ile ya upandikizaji wa mimba unaambiwa. Ikawa mimba Tamara haina baba bwana, ila ikatokea sana kumpenda huyu mpishi Roland unaambiwa. Tamara akawa hawezi kula wala kulala bila kumuona Roland unaambiwa. Yaani huyu mchizi akawa anapitia nyakati ngumu sana ndani ya huu mjengo unaambiwa, maana Tamara anamdekea mchizi kama vile yeye ndio baba wa mtoto unaambiwa. Na miezi 9 ilipofika, bibia akashikwa na uchungu bwana. Roland akaubeba mzigo wake kama kawa, maana Tamara aligoma kupelekwa hospitalini na mtu mwingine unaambiwa. Basi bidada akajifungua bwana, kitoto kizuri ile kinoma. Ila siku moja ya ajabu, yule muuni Kelvin akaamua kutimba mpaka home kwa Tamara unaambiwa, na kwanza kudai kwamba huyo mtoto ni wake bwana, na kama vipi wakapime DNA unaambiwa. Ila kabla hajakaa sawa,
Dokta akaingia bwana na kusema kwamba wala huyo mtoto sio wa Kelvin unaambiwa, maana spamu zilizotungisha mimba Tamara wala sio zile za Kelvin bwana. Kelvin akashtuka sana unaambiwa, ikabidi apewe ushahidi mzito wa kimabara kwa njia ya simu unaambiwa, na hapo dokta akaamuru askari waingie ndani unaambiwa, ili wamkamate Kelvin kwa kesi ya ubakaji na blackmailing aliyomfanyaga unaambiwa. Tamara akafurika sana ile kinoma, maana Kelvin ni alikuwa kikwazo kikubwa kwake unaambiwa. Siku zikazidi kusonga bwana, huku bidada Tamara akitaka kumjua mwanaume aliyemuuzia spamu unaambiwa, ili ikibidi amjue baba halali wa mtoto unaambiwa. Ikabidi Tamara amwite dokta unaambiwa, ili amuonge pesa nyingi sana, amtajie jina la kidume aliyemuuzia bao la ushindi unaambiwa. Dokta akaja home kwa Tamara bwana, ila akashangaa sana kumwona Roland akitokea humu ndani ya nyumba unaambiwa, maana kumbe Roland ndo alifanyaga biashara ya kuuza spamu kwa dokta unaambiwa, tena bila kujua kwamba spamu hizo ndo zitakazotumika kupandikiza mimba kwa Tamara unaambiwa. Tamara akashangaa sana ile kinoma, ikabidi amuulize Roland kwamba nini kimemfanya mpaka afikia hatua hiyo bwana, wakati kama ni mshahara anamlipa pesa nzuri sana kutosha. Hapo Roland akafunguka na kusema kwamba fedha zake zote za mshahara alizokuwa kilipwa zilikuwa zikiingia moja kwa moja kwenye akaunti ya Kelvin unaambiwa, maana Kelvin alimblackmail Roland na kumuuzia msala wa kesi ya mauaji unaambiwa, kesi ambayo imemfanya Roland awe mtumwa kwa Kelvin unaambiwa. Tamara akachukia sana ile kinoma, maana tabia za Kelvin anazijua zote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ikabidi Tamara na Roland waungane kama mke na mume bwana, ili wamlee mtoto upendo na mapenzi ya agape unaambiwa.